Tunajua nabii aheshimiki nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Unajua andiko ni upanga ukatae kuwili. Bwana Yesu asifiwe. Tena kama nabii aheshimiwe nyumbani, nataka nikuulize, bado neno inasema ya kwamba mimi na wewe ni chumvi ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu leo, nisome kitabu cha Yohana Injili 15 mstari wa 7. Yohana Injili 15 mstari wa 7. Nasema hivyo, you abide in me and my words abide in you. You shall ask what you shall ask, and it shall be done unto you. Herein my Father's glorified, that you bear much fruit, so that you be my disciples. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba kaeni ndani yangu. Amen. Kaeni ndani yangu na neno langu ndani yenu, na muombe lolote kutoka kwa Baba, naye atafanya ili yeye atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili yeye atukuzwe na ili wewe ufanyike mwanafunzi. Mungu hatatukuzwa iwapo utakuwa na testi. Mungu hatatukuzwa iwapo wewe ni taa ambayo imezima. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atatukuzwa tu ndani yako wakati unang'aa, wakati wewe ni mchi ambao umeinuliwa ukawekwa juu ya mlima, kila mmoja akipita anatazama. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja akipita anatazama na anamtukuza Mungu. Ati unajua nini? Mti mwenye matunda ndio utupiwa mawe. Sikia nikwambie, hata nyoka aliye juu ya miti utupiwa mawe. Najua Kristo wakati mwingine tumekuwa na upofu. Huko tu unajua jirani yangu ananionea. Unajua watu wananipenda, lakini unajua ati mti yenye matunda utupiwa mawe. Hata mti panaponyoka mti huo utupiwa mawe. Halo? Wewe ni kabuti kameinuliwa, kako juu ya mlima, kila mtu anatamani kuona, na ndio sababu unaitwa mwokofu. Umeinuliwa. Mathayo 4. Mtu alisomea Mathayo 4. Mathayo 4. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 4
Mathayo 5 mstari wa 14. Mathayo 5 mstari wa 14 unasema, ninyi ni nuru ya ulimwengu, mji hauwezi kusilitika ukiwa juu ya mlima. Bwana Yesu asifiwe. Nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba mji hautafichika ukiwa juu ya mlima. Bwana Yesu asifiwe. So wewe wokovu wako utakuwa wa utamana sana wakati utajua ya kwamba wewe ni taa, na taa hii Mungu anahitaji atukuzwe ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni taa, na wewe ni kamuchi ambao kako juu ya mlima, kila mtu akipita anaona. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanahitaji wewe uwe na testi kwa maisha yao. Ili uwe mwanafunzi wa Yesu lazima ung'ae. Ili maisha yako yatamanike lazima uwe ni taa, lazima uwe na testi. Lazima unapopita watu wanatoka gizani. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa naangalia story ya Elisha. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema wakati Elia amekutana na Elisha, kuna watu walichimbuka, kuna watoto walichimbuka, wakawa wanawafuata nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Wakawa wanawafuata nyuma, wanataka kujua hii Elisha mwisho wake ni upi? Huyo Elisha ni mtu gani? Maana Elia tunamjua yeye ni mtumishi wa Mungu, lakini huyo Elisha amekutana pamoja naye ni mtu tu ambaye amekuwa ni mkulima. Sikia nikwambie, kuna watu wako kwa maisha yako hawako tu kimakosa, wako wajua wewe ni nani, wako wanakufuata. Bwana Yesu asifiwe. Wanajaribu kuangalia, wanajaribu kupiga matorofini, wanajaribu kuinama, wanajaribu kuinuka ili tu wapate kitu ya kumtukuza nacho Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili wapate kitu cha kumtukuza nacho Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wanaambia watu kanisani mahali ya kwamba sisi wa Kristo mara nyingi tunakuanga tuna testimony tamu kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuanga na ka testimony safi nyororo kanisani. Lakini testimony yetu pale nje ni sumu. Bwana Yesu asifiwe. Testimony yetu pale nje, yaani watu wanashindwa kutofautisha watu wa giza na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akuwapa kanisani yeye ni musumuti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pale kwenye kijiji yeye ni sumu. Halo? Tunakuwa na testimony nyororo. Yaani mtu akipita, nikawa wakati mmoja nafanya kesi fulani na mmoja ya wachungaji wangu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu jirani yake akamshuhudia akiwa amekaa tu namna hii. Sema, pastor, wacha nikwambie, huyu sauti anaitumia sio yake, ni sauti amekopa kusimu na ishindwe sana. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba wakati mwingine ndio
tuko kanisani lakini hatuna ladha. So mchana wa leo nimekuja niseme ya kwamba mimi na wewe, Kristo anahitaji atukuzwe kwa maisha yetu, ili sisi tukafanyike wanafunzi, ili sisi tukasae katika ufalme. Na tutasaa tu wakati sisi tutakubali kuwa mwangaza, wakati sisi tutakubali kuwa chumvi ambayo ina utamu wake. Naomba tuinuke juu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati tunabarikiwa. Napendanga wakati mwingine watu kisa barikiwa sana na tuende sana, hata hiyo radha inaenda. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa kila kitu napata kina wakati wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So nashukuru Mungu mahali tumefika. Na ninasema ya kwamba leo hii usitamani tu kuonekana muungano ni Sunday. Karibu ya kwa mara nyingi tuangaze, maana Mungu anahitaji utukufu kutoka kwetu. Na atapata tu utukufu. Nimewambia kwamba wakati Elisha anakutana na Elia, kuna wana wa nabii, wana wa manabii wakamfuata nyuma sana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema wale wana wa manabii walimtukuza wakamuinamia wakati waliona kamiujiza kamoja. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tu waliona kamiujiza, wakati waliona Elisha amechukua ile fasi, amechapa maji na kumekuwa na njia, hapo ndio watu wakasema we amechukua upako. Bwana Yesu asifiwe. Sio kuna watu wako kwa maisha yako, lakini wanangojea kamiujiza kamoja. Halo? Yule jirani yako anangojea kamiujiza kamoja ili akamtukuze Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Atamtukuza Mungu iwapo hawajaona tofauti. Inua mikono yetu juu. Nataka tu mwambie Mungu jambo. Nataka ambie Mungu awatie tu kamiujiza pamoja, ili ya kwamba wanayokufuatilia wapata sababu ya kuinama chini yako, ili ya kwamba wanayokufuatilia wapata sababu ya kumtukuza Mungu, ili ya kwamba wanayokufuatilia wajue kuna Mungu mbinguni, ili ya kwamba wanayofuatilia maisha yako wakapata kuangaziwa. Wanieli wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana, nieli wamtumainio Bwana watapata baraka.
yetu juu. Tuinue mikono yetu juu. Hakika yeye ni baba yetu. Mahali tumefika leo ni kwa sababu yeye ni baba. Mahali tumefika leo ni kwa sababu yeye ni tumaini letu. Mahali tumefika leo ni kwa sababu yeye amekuwa mbarikiwa katika maisha yetu. Tukiwa tumeinua mikono yetu, ishara ya kusema ya kwamba hatuwezi bila yeye, ishara ya kuonyesha ya kwamba tumeserenda maisha yetu, tumempa yeye, maana yeye ni baba yetu. Nataka ni mheshimu referent ili akaombe kwa ajili ya maisha yetu, tukiwa tumeinua mikono yetu juu.